Karibu tena sehemu ya pili ya kisa chetu cha mtunzi wa wimbo wa mwamba wenye imara, Rock of Ages. Sasa tuko sehemu ya pili. Karibu tena. Mimi msimulizi wako Leona Pasco. Katika sehemu ya kwanza tuliona kuzaliwa kwa Toplady. Leo tunaingia kwenye tukio lililobadilisha maisha yake. Akiwa na miaka 16, Toplady alikwenda Ireland. Siku moja aliingia kwenye ghala la ng'ombe lililobadilishwa kuwa chumba cha ibada. Mhubiri wa kawaida alihubiri, na kwa mara ya kwanza moyo wa kijana huyo uliguswa na Mungu. Baadaye aliandika, nilipata ukweli wa Mungu katika ghala la mbali. Kupitia mhubiri ambaye hata kusoma alishindwa. Hapo ndipo safari yake ya kiroho ilipoanza. Alijituma kusoma theolojia kwa lugha ya Kilatini, Kigiriki, Kiebrania na akawa kasisi. Lakini alikuwa na tabia moja: hakuweza kukaa kimya aliposikia mafundisho yasiyo sahihi. Na hiyo ndiyo itampelekea kuandika Rock of Ages, mwamba wenye imara. Ikiwa unatamani kazi hii iweze kuboreshwa zaidi, natamani sana kukusimulia nikiwa mbashara, lakini vifaa haviniruhusu. Ikiwa unaguswa na story hizi na unazipenda, unaweza kunisapoti kwa kitu chochote kupitia namba ya Mixx by Yas inayoonekana hapo na namba ya CRDB inayoonekana hapo, na Mungu atakubariki. Usikose sehemu ya 3 ambayo itatuonyesha vita vya maneno kati ya Toplady, mtunzi wa wimbo wa mwamba wenye imara, na John Wesley. Usikose.